ni swala la kuuishi ukiri wetu, kwamba Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Tuyashike sana maungamo yetu. Maana yake ni kukana kila namna ya kumilikiwa na adui, na tukubali kuishi maisha ya toba na kumzalia Mungu matunda yapasayo toba, kama inavyoelekezwa kwenye Mathayo 3:8, ya kwamba basi zaini matunda yapasayo toba. Ni kuishi ukiri wetu. Unapompokea Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, maana yake maisha yako unayasalimisha kwake. Hakuna mtu atakayetembea kwenye neema wakati ni mtu wa njia mbili. Kwa shetani upo, kwa Mungu upo. Neema haitakutembekea. Hautatembea kwenye neema, hautanufaika na hiyo neema. Maana yake kama umemkiri kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, umeyasalimisha maisha yako yote kwake, kubali kuyaishi hayo maisha. Maana yake uzae matunda yapasayo toba. Ndani yako kuonekane tunda linalotokana na kumkiri Kristo, kumwamini Kristo, kumfanya Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Na maana yake ni nini? Kuyashika sana maungamo yetu. Maana yake ni sio kukiri kwa kinywa tu ya kwamba unasema Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Maana yake ni kuishi huo ukiri, ni kuweka huo ukiri kwenye matendo. Tuishi maisha yote, siku zote, tukimkiri kwamba Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Si maandiko yanatuambia kwenye Warumi 10:9 na 10, nasema hivi: kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa ukiri hata kupata wokovu. Haya mambo ukiyaweka kwenye matendo, hautajitambulisha kwamba mimi naitwa Mchungaji Cecilia, nimeokoka, nampenda Yesu. Hata nisiposema, watu wanapaswa kuona nimeokoka na nampenda Yesu. Majirani zangu wawe mashahidi ya kwamba nimeokoka, ninampenda Yesu. Watu ninaokutana nao wawe wa mashahidi wa kwamba mimi nimeokoka na nampenda Yesu. Hayo maneno in fact wanapaswa kuyasema wengine, sio wewe. Lakini kama mtaani kwako watu wanaotukana wokovu, kama mtaani kwako kusali limekuwa ni tu